Uwepo wa mtu duniani ni kujulikana kwa Mungu. Mungu hakuleta kitu asichokijua. Hakuna mtu aliyeumbwa kwa bahati mbaya. Kila aliyeumbwa ameumbwa kwa sababu anajulikana na aliyemuumba. Alafu mbili, akamtakasa, sio baada ya kuokoka, kabla hata hujazaliwa. Baada ya hapo akakuweka unajulikana, ukatakaswa, ukawekwa hapa duniani. Yeremia yeye aliwekwa kwa ajili ya kuwa nabii wa mataifa. Sasa sio kila mtu aliumbwa akawekwa kuwa nabii wa mataifa. Mwingine ameumbwa akawekwa kuwa kitu fulani. Yumkini mwalimu wa shule ya msingi, yumkini ni mpishi tu wa vyakula, yumkini umeumbwa kuwa tu askari, umeumbwa tu hapa duniani uje kuwa mfanyabiashara mkubwa. Hiyo ni nini? Hiyo ni kitu ambacho Mungu ameweka ndani ya kila mmoja, akamwekea kipande chake. Ili nini? Ili huyu mtu aishi katika hatima yake. Kwa leo tunaongelea kuhusu hatima ya mtu. Hatima ya mtu ni kusudi la Mungu kwa mtu. Hatima ni nini basi? Hii ni maana ya hatima. Neno hatima kwa Kiebrania linaitwa goraa. Goraa maana yake ni kusudi la aliye juu ndani ya mtu. Hatima ni kusudi la Mungu kwa ajili ya kuumbwa kwa mtu. Lolote Mungu alilokuwa nalo akilini mwake kabla ya mtu hajaumbwa, aliliweka ndani ya huyo mtu. Hiyo ndio hatima, kusudi la wewe kuwepo, kwa sababu hakuna kitu kitakachokuwepo bila kusudi. Aliyetengeneza hii maiki alikuwa na kusudi la kuwepo kwake, kwamba hii maiki itakuja kwa inatumika kuongeza sauti. Namba 2, hatima ni picha aliyokuwa nayo Mungu kwa ajili ya ubaadaye wa mtu duniani kabla hajamuumba. Kuna picha Mungu alikuwa nayo kwa ajili yako wewe, kwamba kwa hii picha huyu mtu ataishi ubaadaye wake. Nje ya hiyo picha hauna maana yote kuwepo duniani. Kuna picha Mungu alikuwa nayo kwa ajili ya Zefania, kwamba Zefania atapita hapa, atapita kule, atafikia hapa, ataendelea hivi. Hangaiko sana hapa duniani. Mtu yeyote anaishi kwa kuteseka, mahangaiko, anapambana kutaka kuona anaweza akaishi. Waswahili wanasema what are you doing for a living? What do you do for a living? Maanake unafanya nini ili kuishi? Kwa watu wengi wanatafuta kufanya namna ili waishi, na katika kutafuta hiyo namna utakuta mtu huyo ameshafanya kazi hata 7-10 zote, anafanya hii anaacha, anafanya hii anaacha, anajaribu hiki anaacha, anajaribu kile anaacha. Kwa nini? Kwa sababu hakimfikishi kwenye hatima yake. Na kwa sababu gani hakimfikishi? Hayupo kwenye ile njia na mlolongo wa kile kitabu kilivyosema kumhusu huyo mtu. Zaburi kasema kuna kitabu kiliandika habari zako leo. Sasa ukiishi nje ya yale maandiko ya kwenye kitabu kukuhusu, usitegemea hata siku moja kuja kufanikiwa. Utakuwa ni mtu wa kuteseka. Kufuli lilofungwa kuhusiana na hatima ya mtu ni kumpeleza jili aliyeandika historia yangu kwenye kitabu chake. Wana wa Israeli hatima yao haikuwa Misri. Hatima yao ilikuwa Kanaani. Maana Mungu ndo aliandika. Na Mungu hakuandika kipindi hao wana wa Israeli wakiwa Misri. Aliandika kipindi ambacho hata wana wa Israeli hawajapatikana. Wana wa Israeli ni kina nani? Ni wale ambao walizaliwa na Yakobo. Na Yakobo wamezaliwa na nani? Yakobo wamezaliwa na Isaka. Sivyo? Isaka kazaliwa na nani? Isaka kazaliwa na Ibrahim. Na Mungu hakusema na Yakobo kuhusu wana wa Israeli. Mungu hakusema na Isaka kuhusiana na wana wa Israeli. Mungu alisema na Ibrahim, manake miaka mingi iliyopita. Mungu anamwambia uzao wako utaenda utumwani. Anamwambia hatima ya wana wa Israeli kabla hawajakuwepo. Ndio maana nakwambia wewe hapo maisha yako yaliandikwa kabla hujakuwepo. Wana wa Israeli walitabiriwa kwenda utumwani kabla hawajakuwepo wala hawajafikiriwa kuwepo.
wala Ibrahim mwenyewe hajamzaa Isaka, wala hawazi wala haamini, kwa sababu hakuwa anajua kama atapata. Na tunakuja kuona baada ya miaka 400 wana wa Israeli wanaenda utumwani, na wanakaa utumwani kwa miaka 430 kama alivyosema Baba Mungu. Alafu wanakuja kuambiwa wataenda kwenye nchi ya maziwa na nini na asali. Hiyo ndio hatima yao, haikuwa Misri, hatima yao ilikuwa Kanaani. Akatuma mtu wa kuwatoa pale Misri kuwapeleka kwenye hatima yao. Wengine hawakufika kwenye ile hatima, walishia njiani. Ndio mmoja na Musa, wachache waliweza kuingia kwenye hatima yao. Tuangalie kwa nini hawakufika. Kwa sababu hawakufanya mapenzi ya Mungu, yale ambayo aliwaandikia. Kila walichoambiwa walikataa. Wachache waliokubali, nani? Yoshua na Caleb na uzao wao, hao ndio waliofanikiwa kuingia. Ili ufikie kwenye hatima yako, fanya kile Mungu anasema katika maisha yako. Na kitu pekee ambacho tuko nacho vijana, ama niseme kwa jumla wa Kristo, ni kutokuwa na ufahamu kuhusu nini? Kujihusu sisi wenyewe na kumhusu Mungu. Ili uanze kuona unaenda kwenye hatima au uigundue hiyo hatima ambayo Mungu alitaka uwe, ni lazima vitu 5 ujiulize. Swali la kwanza unapaswa kujiuliza, mimi ni nani? Maana yake utambulisho wangu ni nani? La pili, nimetokea wapi, kwa maana ya asili yako. La tatu, nipo hapa kufanya nini, yaani kusudi lako ama hatima yako. La 4, naweza nini, what is your ability, what can you do. La 5, nataka kuwa nani, your vision, maono yako. Haya mambo 5 ukiwa nayo kichwani, hautakaa hata siku moja kutoka kwenye laini ya Mungu ambayo alikuandikia. Wengi hatujui sisi ni nani, hatujui asili yetu, hatujui tuna uwezo gani, tunaweza kufanya nini, hatujui tupo hapa kwa ajili ya nini. Na ndio maana tunaweza tukafanya vyovyote watu wanavyotaka situfanye. Kuna watu wanaamua maisha ya watu wengine. Mimi nakataa kuamuliwa maisha yangu, kwa sababu kama unaamuliwa maisha, maana yake huyu mtu ndio anataka uingie kwenye hatima yake. Ni mpaka mtu atakaposhtuka na kuuliza hayo maswali 5, ndipo Mungu anaweza akajua huyu sasa amenielewa. Sasa hivi sifanyi vitu ili nikufurahishe mwili, nafanya vitu ili Mungu wangu afurahi. Ndio nikasema inafika kipindi vitu vingine sio dhambi, vitu vingine ni Mungu anafurahi, kwa sababu sisi tumefanyika kuwa nuru ya ulimwengu. Mimi nimefanyika kuwa picha, watu wananisoma mimi kama kioo. Mtu akijitazama ajione yeye. Siendi tena kwa mwili, naenda kwa roho. Na kilichonifanya nianze kufanya hivyo ni kwa sababu nilikuwa na hasira ya kuchukia ninavyoishi. Ndio akasema kwenye kitabu cha Ufunuo, ambao hawakuyapenda maisha yao hata kufa. Emotion, jamani, alimtesa. Wametunga wale ili wachukue hisia zako. Wakichukua hisia zako, wanachukua maisha yako, wanapoteza. Sababu kila movie ina uvuvio wa roho. Kuna roho inavuviwa ndani yako. Utashangaa unachokiangalia hata usiku kinakufuata. Unakuwa kile unachoona. Haya macho ambacho hatujui, Mungu yanapiga picha kile tunachoangalia. Kile unachoona na kusikia ndicho unachokuwa. Imani huja kwa kusikia. Kile unachokiona kwa macho yako na kusikia ndicho kinachokuwa. Na kuapia Mungu wangu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Joseph na Elias mwingine. Na kuapia hautaongea nje ya unachoona na kusikia. Why? Kwa sababu chochote tunachosema ndicho kinachoujaza moyo. Na moyo huo unapokea kupitia macho na masikio, kusoma na kusikia. Moyo ndio unachojaza. Nje na hapo
Hakuna kinachojaa moyo na huwezi ukatoa kitu ambacho hauna. Amaitishi. Utahisi kama vile nimeletewa sasa hivi fuko la mafanikio, lakini wakati huu unalipokea ndio unajipoteza katika ile njia ya hatima yako. Kuna wakati inabidi ifike muda mambo tuseme hili sifanyi, sio kwa sababu sipendi, ni kwa sababu nampenda Mungu. Tumekuwa wengine mabinti kwa vijana ni wepesi kuachia utu wetu, kuharibu kile Mungu anataka tuwe. We are in the church. Sababu dunia ni tamu na vitu vyake ni vitamu, na ule utamu unakuwa na kufuta njoo bwana, wewe njoo tu, alafu mwisho kuna mkwa shimoni. Kadiri utamu unavonoga ndivyo unavyozidi kwenda. Unatakiwa ufanye nini sasa? Na vitu vinne tu vichache kwa haraka. Namba moja, katika masaa yako 24 chukua hata dakika 40 tu ama risala. Soma Biblia. Hata kama hauelewi, soma. Kwa nini? Hii ndio njia na mlango. Soma andiko haya toka mwanzo mpaka Ufunuo, yanaongelea Kristo Yesu. Kwa unaposoma yanaanza kuitengeneza njia ya hatima yako. Soma neno hata kama uelewi. Namba 2, andika unachokisoma. Ukianza kuandika hata kama ule unachokiandika, baada ya muda Roho Mtakatifu atakukumbusha. Akikumbusha utajikuta mbona kama sikuandika vizuri, unaanza tena. Unaongeza, unajipatia maarifa, maana hapo unajifunza. Maana wanaangamizwa wengi kwa kukosa maarifa. Na ili apate maarifa inahitaji mafunzo. Mithali 12:1 amesema. Na 4:7 pale anasema kwamba katika yote jipatie ufahamu. Ufahamu unapatikana kwenye neno lake. Namba 3, anza kufanyia kazi ulivyovisoma na kuviandika. Anza kufanya kazi. Kama amesema usizini, anza kuacha kuzini. Anza. Amua usizini. Kama amesema usiibe, anza kuacha kuiba. Usiseme uongo, acha kusema. Anza mwenyewe kufanya mazoezi ya kutokusema uongo. Anasema msifu Bwana malangoni pake. Anza kusifu ukiwa peke yako chumbani. Sifu, imba, abudu. Na la mwisho, omba. Fanya maombi katika masaa yako yote 24. Tenga muda wa kuomba hata dakika 20, consistently dakika 20. Utajikuta baada ya kipindi unaanza kujiona unabadilika. Utaanza kuomba dakika 20, baadaye utajikuta dakika 20 zimepitiliza 30. Mara ni saa, mara sasa utaanza kuomba mpaka masaa mawili. Unaomba, unasikia raha kuomba. Usihamasishwe kuomba, usihamasishwe ibada.